Hello? Hello? Watu wamejenga hema kwa former things. And let me tell you brethren, Biblia inasema kwamba hakuna vile utaweka new wine skin, new wine into the old wine skin. Akasema ukijaribu kuweka new wine into an old wine skin, that wine skin itapasuka. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna shida. Akili ambayo inabeba mambo ya kale itabeba new ideas. Bwana Yesu asifiwe. Na kama nilikwambia kama utapata nafasi nunua hiyo kitabu ya Think Again. It is not sio ya kiroho, lakini inasaidia watu kufikiria mambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, if you want to grow as an individual, start forgetting what happened yesterday. I'm not saying necessarily you forget them. Sometimes just look at them so that they become a lesson to you. Not necessarily dwelling in them. Let them be a lesson. Ya kufundisha kwamba nisiende hapo tena. Bwana Yesu asifiwe. If you want to grow as an individual, if you want to grow as a family, if you want to kama unataka kukua kama kanisa, Biblia inasema let us not dwell on what happened yesterday. And I'm not speaking about negative stuff. Even success ya jana might not be a success of today. Yaani ile kitu ambayo ilikufanya ufaulu jana, it is not necessarily something that is supposed to make you succeed today. So even our successes, we should not dwell on them. Are you listening to me? Hello? Ninasema hili kitu nifanya kizuri jana might not make you succeed today. So we should not dwell on them. We should look for new ideas. Bwana asifiwe. Amen. Unajua wapendwa, sitaki kukataa. Ninataka kumalizia hapo. But unajua sisi ni binadamu. Sisi ni binadamu. You are a human being. Kuna kitu mtu akifanya inakuumiza wewe. Kuna kitu mtu akisema kukuhusu inakuumiza roho. It breaks your heart. Sometimes somebody can say something yenye hata hutaki kumuona hiyo mtu tena. Kwa sababu sisi ni binadamu. Inakuvunja moyo kabisa. Mtu amenena kitu kukuhusu. Ukijaribu kumuona hiyo mtu ni kama umekutana na shetani. Kwa sababu alisema kitu yenye ukifikiria unasikia kuhofu. So again, some things done to us can be so painful. Maybe your kids wamefanya kitu ambayo ni chungu kwako. Maybe bwana yako amekufanyia kitu. Ukijaribu kumwona hiyo mtu ni kama umeona Lucifer mwenyewe. Maybe your wife, maybe your parents, maybe the members of your church wamekufanyia kitu yenye ukijaribu kufikiria inakuvunja moyo. Lakini Biblia inatuambia nini? Inatuambia do not dwell on those things. Praise the name of the Lord. Do not dwell on those things. Listen. The scripture begins with a command, forget the former things. Do not dwell on the past. Often, our past can hold us hostage
whether it is through regrets, failures, or even successes. Vile nimesema. Bwana asifiwe. Masikia neno? Ninasema our past can hold us hostage. Inamaanisha nini kwa Kiswahili? Kwamba mambo ya jana na ya juzi inaweza kutuweka kwenye prison. Inaweza kukufunga usiendelee. Bwana asifiwe. Yaani wapendwa, your husband and to me that is most of our mind. Alifanya kosa moja tu. Na hii mtu Biblia inasema siku ya binadamu ni 70 or 80 years. Mliona mkiwa 30. So mko na miaka 50 ya kuishi na yeye. Na kitu moja tu. Kitu kimoja tu. Kinakosesha. Na hiyo kitu sio kimefanywa leo, ilifanywa 20 years. Unajua? Na hiyo kitu ni moja tu. Na hiyo mtu amefanya vitu 20, 100 on a daily basis. Hiyo haisabiki. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. So our past inaweza kutukusanya tu kwa Kristo. Umefungiwa tu mahali na your mind rotates around those things. They are not miracles. Nataka leo ukienda nyumbani na andike peke yako. Enda andika peke yako hiyo vitu zinakusumbua. Kuhusu kanisa. Kuhusu bwana yako. Na kuhusu na neighbor. Ni vitu kidogo tu. Maybe 3-4 things. Na mara nyingi hizo vitu asikufa. Hakuna mtu anafanya kitu akisema. Yaani, hakuna mtu anakupiga, walisema tu kitu. Those things get us in prison. In the book of is it Exodus? I cannot remember the chapter. Exodus. Mtu atanitafutia ama you search. Unajua wana wa Israeli walipoachiliwa, is it Exodus or Psalms? The Bible says Pharaoh says in his heart, kwamba the wilderness will entangle them. The wilderness will entangle them. Yani, wakati wana wa Israeli waliachiliwa katika Misri, Farao katika moyo wake akasema, watu hawa watakuwa frustrated in the desert. Na kwamba desert itakuwa ngumu kwao mpaka watarudi. He said, Pharaoh said in his heart that the wilderness will frustrate these people until they will come back. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaeleze. Wana wa Israeli karibu warudi nyuma. Kama ingekuwa kwa sababu ya Musa na kina Joshua. Bwana asifiwe. Wakati walipofika Red Sea, wakaona bahari mbele yao, wakaona milima huku na huku, na nyuma yao kuna jeshi ambayo inawafuata. Kuna wengine walisimama na kumweleza Musa, kwani Misri tulikosa makaburi? Bwana asifiwe. They started telling, mabada scripture. Anasema? So Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur. And they went 3 days in the wilderness and found no water. And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah. And the people murmured against Moses, saying, what shall we drink? And he cried unto the Lord. And the Lord showed him a tree which when he cast. Okay. Mama, yes. Bwana Yesu asifiwe.
So nilikuwa naongea kuhusu mambo ambayo watu wanaongea. Fero aliongea akasema watarudi. Wacha tu waende. Watarudi. Asifiwe. Mtu ataongea anasema hata huyu hata sana. Mwingine anasema hata watoto wake wanafanya kitu. Huyu hatafaidika. Hata akiongea wataachana. Si maneno wanaongea. Si wanaongea. They've just spoken those words. You will be a loser if you dwell in only those spoken